neema Mungu tena ya jioni hii tumepata neema ya kusikia, tuko na neema tena ya kusikiza neno la Bwana, kujifunza neno la Bwana. Leo ni mwisho wa mwezi na tunaingia mwezi mpya, ile saa 6 usiku kwenda saa 7 tunaingia mwezi mpya. Ni mwezi wa 5. Kesho ni Mei Mosi na siku inaanza ile saa 6 usiku kuelekea saa 7. Ndipo siku ambapo inaanza, na tunayo ibada hii mahususi kabisa kwa ajili ya kuombea lango la mwezi wa 5. Kwa mwezi ni lango, siku ni lango, wiki ni lango. Kwamba inaanza Jumatatu, wiki ni lango, kwa mwezi ni lango, mwaka una lango. Ni kwamba pale ambapo mwaka unaanza tu, ili na wanasubiri watu sherehe za mwaka mpya, kwamba wanasubiri saa 7 inagonga ngapi, mwaka unahesabu, kalenda inabadilika. Mwanzo wa mwaka unaanza tarehe 1 mwezi wa kwanza, ile saa 7 usiku inapogonga. Kwa kuna lango la mwaka, kuna lango la siku, kuna lango la wiki, kuna lango la mwezi, lakini tunaliangalia lango la mwezi wa 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Awali yote tuombe. Kristo umejaa neema na rehema, Bwana, na chila nguvu zako na uweza wako Bwana kwa watazamaji hawa na wasikilizaji hawa popote ambao wanatusikia ulimwenguni Bwana. Huu mwezi tunaingia mwezi wa 5, masaa yajayo. Mwezi kuna lango la mwezi. Tunalibariki lango hili na kulifunika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Damu yako Bwana simama kwenye lango, kichunga chochote ambacho kinaingia mahali hapo katika jina la Yesu. Amen. Kwa nini tunaombea lango? Ni vile unaweza kusikia mtu anasema mwaka mbaya, mwaka wa shida, mwingine anasema mwaka mzuri. Kwa mwaka unaweza kuwa mbaya, mwaka unaweza kuwa mzuri. Ni wiki mbaya, mtu anasema siku mbaya, ni mwezi mbaya. Maana kwenye ulimwengu wa roho giza, vita vyetu si katika damu na nyama, bali katika ulimwengu wa roho, zidi ya falme za giza, zidi ya wakuu wa anga hili, zidi ya waganga na wachawi, zidi ya falme za giza. Kati ya silaha ambayo adui anaitumia, silaha mbaya, silaha ya wachawi, silaha ya kiganga na kichawi. Kwa kazi ya waganga na wachawi ni kusimama kwa ajili ya kurani siku, kurani mwezi. Mwezi unaanza, ni mtu anatamkiwa kwamba mwezi huu unaanza, usiwe na mafanikio, uwe wa taabu, uwe wa ziki, uwe wa shida, usiwe na mafanikio. Mtu anaanza kusema mwezi huu nimeona uko mzuri sana, na siku inaweza ikatamkiwa kwamba siku ni mbaya. Ni siku ile tu masaa 24 haya kwamba nimeona siku mbaya sana. Ni mtu amelala usiku umekuwa wa taabu sana, usingizi umekuwa wa taabu nini sana, nimelala kwa shida sana, usiku umekuwa mrefu sana nini. Matamko yametamkwa juu ya jina la mtu na siku yake na usiku wake, ya kwamba huo usiku wa taabu, siku hiyo ya shida, siku isiwe na mafanikio, siku iwe na giza. Jifunze kuitamkia siku yako unapoamka kwamba naibariki katika jina la Yesu. Anza mapema kabisa unapolala kwamba naibariki siku hii, naibariki siku, naibariki wiki, nabariki mwaka, nabariki mwezi. Ni wale wengine wakitoa sadaka ule mwanzo wa mwaka. Ni mwezi unaanza, toa sadaka yako kwa Bwana, kwamba Bwana na ubariki huu mwezi na utakasa, usiwe na giza, uwe na mafanikio. Kila matamko ambayo yametamkwa vibaya juu ya mwezi huu, mwezi ni lango, kwenye lango ndio kitu ambacho kinapita. Enyi malango, bila sema inueni vichwa enyi malango. Kwa nchi na malango ya kwake, familia na malango ya kwake. Mzaliwa wa kwanza ni lango, nyumba ina malango, kuna mlango wa kuingilia. Yalisha ambacho kitatamkwa kwenye mlango au kwenye geti, ni giza likatamka kwamba wanaoingia kwenye geti hili, kwenye mlango huu, maneno yakatamkwa hapo na sadaka zikatamkwa hapo, kakwama. Ni malango ya huduma, ni malango ya kanisa, ni malango ya uchumi, yako malango ya elimu, yako malango. Jifunze kuachilia damu ya Yesu kwenye malango, kuachilia damu ya Yesu kwenye malango. Ndio maana walipokuwa natoka Misri, Musa neno ambalo akapewa kwamba kwa maana tuchinjeni kondoo, na damu hiyo ya mwana kondoo ipapo kwenye miimo ya malango.
Kwa nini wapake damu ya Yesu, damu ya mwana kondoo kwenye malango, kwenye milango, kwamba malaika atakapokuja wa kuua asiweze kuwaua wana waweze, kwamba uharibifu uweze kupita kwenye malango. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba uharibifu usipite kwenye malango. Ile neema ya Bwana na damu yake iliyomwagika msalabani, damu ambayo inanena mema kuliko ile ya Abeli, endelea kunena, inazalisha malango mengine, kwamba usawi wa malango mengine yanategemea mwezi, yanategemea siku. Haleluya. Tuangalie neno la Bwana kutoka kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 3 ule mstari wa 4. Ayubu sura ya 3 mstari wa 4. Biblia inasema, siku hiyo na iwe giza, Mungu asiangalie